Naam, gavana wa Siaya James Orengo amekashifu ukatili wa polisi eneo la Ramula wiki mbili baada ya vifo vya wakazi wawili waliouawa kwenye maandamano. Matamshi ya gavana Orengo yanajiri wakati Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu na Muungano wa Haki vilevile kutoa ripoti na katika inayoanika mfululizo wa kiukaji wa sheria yanayofanywa na kampuni ya Shanta Gold. Ripoti hiyo pia imedai kuwa serikali imekuwa ikitumia nguvu kuwalinda wawekezaji hao dhidi ya haki za kimsingi za wananchi wa Ramula. Gavana wa Siaya James Orengo amekashifu kutumwa kwa maafisa wa kitengo cha GSU katika eneo la Ramula, akieleza kuwepo kwao kuwatia wasiwasi wakazi. Wamebomoa nyumba ya watu, wameua watu, na pia wameweka Ramula kwa hali ya emergency. Orengo alibainisha kuwa barabara ya Akala Luanda haitumiki kwa urahisi kutokana na unyanyasaji wa polisi na hivyo kudumaza uchumi wa eneo hilo. Gavana huyo alitoa wito kwa rais kuingililia kati na kuondoa maafisa hao ili kurejesha hali ya kawaida. Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ya Kenya na Muungano wa Haki Madini walitoa taarifa ya kina inayoangazia muungano haramu kati ya Shanta Gold na mkono wa chuma wa utawala unaowaacha wananchi bila mtetezi. These circumstances cannot be explained away as an administrative oversight, but rather they point to a deeper failure and corporate capture of the Ministry of Mining and Blue Economy and other regulatory bodies including NEMA to uphold the letter and spirit of the Mining Act of 2016. Ripoti za mashirika hayo zinatoa taswira kuhusu machafuko ulioibuka Ramula mnamo Aprili 6 mwaka 2026. Inadaiwa kuwa risasi za moto zilitumika dhidi ya raia wasio na silaha waliokuwa wakipinga dhulma za muda mrefu za ardhi na kutoa malalamiko dhidi ya shughuli za uchimbaji madini za Shanta Gold zilizokosa ridhaa ya jamii. Hali kadhalika, madai ya unyanyasaji kutoka kwa maafisa wa DCI yanaripotiwa kusababisha kifo cha kuhuzunisha cha kijana mmoja aliyejiua, huku kukiwa na ukandamizaji mkubwa dhidi ya familia yake. This action cannot be dismissed as a routine law enforcement. They point to dangerous and unacceptable trend of weaponizing the state security apparatus against citizens who are legitimately asserting their rights. Muungano huo sasa unaitaka serikali kuchukua hatua za dharura, ikiwemo kusitishwa mara moja kwa operesheni zote za uchimbaji madini za kampuni ya Shanta Gold. Naam, hayo yakijiri, mkurugenzi wa masuala ya